Sera ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Waadventista cha Fulton. Alikulia katika mazingira magumu pasipokuwa na mtu wa kumtegemea toka utotoni mwake. Hii ikapelekea unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara kuwa kimbilio na faraja yake. Hatimaye aliacha masomo. Alifanya kazi, lakini alitumia fedha zote alizolipwa kufanya mambo ambayo yaliishia kumathiri. Siku moja akiwa amelewa alivamiwa, lakini hii haikumzuia kuacha tabia yake ya uraibu wa pombe na sigara, mpaka usiku mmoja uliobadilisha kila kitu maishani mwake alipopata ajali ya gari. Angeweza kufa, na kupona kwake hakuona kama jambo la bahati, bali ni onyo la kumwokoa kutoka kwenye tabia yake ya ulezi. Aliamua kurudi chuo kikuu cha Fulton kusoma biashara, lakini aliishia kubishana na walimu kwa kushindwa kuendana na imani za Kiadventista alizoziona kuwa ni za ajabu kwake. Alifikiria kurudia maisha yake ya awali, lakini alihisi hatia. Hatimaye mawazo ya kujiua yakamjia. Hata katika wakati huo mgumu, alisikia sauti ndogo ikinong'oneza, utakuwa sawa. Hakuelewa wakati huo, lakini sasa anaamini ilikuwa ni sauti ya Roho Mtakatifu. Haikuwa desturi yake kusoma Biblia wala kwenda kanisani, lakini hakuacha kuomba, kwani toka utotoni mwake aliamini kuwa Mungu husikiliza. Anashuhudia shangazi na mjomba wake waliokuwa Adventista walipanda mbegu njema walipojaribu kumwonyesha nuru ya Mungu toka utotoni, kwani walimuhimiza kwa upole kuchunguza neno la Mungu. Mwanzoni alionekana kupinga, na hata watu walimuita mpinga wa Adventista. Alisema, ni wapi Biblia inasema? Lakini taratibu, kupitia mafundisho ya Biblia, alianza kuelewa. Alianza kuona mambo kwa namna ya tofauti. Pale aliposikia swali kutoka kwa mchungaji, je, unajua chochote kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili? Jambo la muujiza lilitokea, kwani hakuwa na fedha wala hakujua ni jinsi gani angelipa ada ya shule. Lakini alisema, Mungu anataka kurudi shule. Siku moja kabla ya kurudi shule, dada yake na mumewe walijitolea kumlipia ada yake ya shule. Kwa namna hiyo Mungu alifungua mlango. Alipata nafasi ya uongozi chuoni na alikutana na watu waliomwongoza kwenye kweli. Muujiza mkubwa zaidi, alibatizwa, si kwa sababu alihamishwa, lakini ni kwa sababu alipata ukweli kwa ajili yake. Alidhani dunia ingeweza kumpatia amani, lakini sasa amani hiyo ilipatikana kwa Mungu peke yake. Leo anasoma Biblia yake, anafanya maombi na kushiriki na wanafunzi wengine, haswa wale wasiojua ukweli wa Mungu. Anasema, Mungu hakuwahi kuniacha, wala wewe pia hawezi kukuacha. Na kusihi leo mpendwa, usikate tamaa kwa Mungu. Hata kama ukianguka na kupotea njia, inuka tena, endelea kwenye mwelekeo ambao Mungu anahitaji uelekee. Naye Mungu hawezi kukuacha kamwe, kama ilivyokuwa ahadi yake toka hapo zamani.